ni njia gani ambayo inaongoza kwa watu wengi kujifunza Kiingereza? Na jibu lake linaweza likakushangaza, ila ukweli ni kwamba watu wengi wanajifunza Kiingereza kupitia application ya simu, ama tunaweza tukasema kupitia mafaili ya simu. Mafaili haya yanapatikana Play Store au kwa watu wanaotumia iPhone App Store. Kwenye hii video mafaili haya nitayaita application au nitayaita app. Mwaka 2022 TCRA walitoa ripoti na kusema ya kwamba watumiaji wa internet Tanzania wameongezeka na kufika hadi milioni 31. Hii ni takriban nusu ya idadi ya watu wote ambao tupo Tanzania, ambao ni milioni 61. Katika hii video tutaongelea utumiaji wa teknolojia katika kujifunza Kiingereza, hususan kutumia application za simu ili kuweza kurahisisha kujifunza Kiingereza. Na mwisho kabisa wa hii video nitakwambia ni application gani bora zaidi ya wewe kuweza kuanza kujifunza Kiingereza tena bure bila gharama yoyote. Ukiingia Play Store utakuta application zaidi ya 200 za kuweza kujifunza, na hizi application zimegawanyika katika kujifunza vitu tofauti tofauti, ila ambazo ni za kujifunza Kiingereza ni chache sana, na nyingi wapo zimegawanyika katika mafungu ambayo nitataja hapa. Fungu la kwanza ni app za kufanya mazoezi ya kusoma na kuandika kwa Kiingereza. Kwenye hizi app haukuti video yoyote, bali utakuta maandishi ambayo yakionyesha maneno ya Kiingereza ambayo utasoma ama utayapangilia ili uweze kutunga sentensi zako za Kiingereza. Kundi la pili ni app ambazo zinafundisha kwa njia ya maandishi tu. Kwa hiyo ukifungua app hizi utakuta notes nyingi sana za Kiingereza na masomo yakiwa yamepangika kuanzia somo la kwanza hadi idadi ya masomo ambayo ipo kwenye hiyo app. App hizi mara nyingi zinakuwa zina MB chache sana kutokana na kwamba hazina video yoyote wala vitu vyovyote vya kukusaidia kujifunza zaidi ya zile notes ama yale maandishi ambayo yapo ndani ya application hiyo. Kundi la tatu la application hizi za simu ni application ambazo unajifunza ila kupitia videos peke yake. Kwa hiyo kuna kundi la application za simu ambazo unakuta ndani yake kuna video za kuweza kujifunza. Ndani ya video hizo unaweza kukuta mtu anafundisha ama ukawa unasikia sauti na maandishi yanatokea kwenye screen yako. Na mara nyingi app kama hizi zinakuwa zina video zimepangiliwa katika masomo tofauti tofauti, na mara nyingi zinakuwa zina gharama ndogo ambayo unaweza kulipia na ukajifunza. Kundi la 4 ni app ambazo hauwezi kujifunza moja kwa moja, bali unajifunza kwa njia ya kutafsiri. Kwa hiyo ni app ambazo unaweza ukaja na sentensi yako ukaiandika kwenye hiyo app na app ikakuletea tafsiri pale pale na ukaweza kufahamu maana ya neno kupitia app hiyo. App hizi zinakuwaga ni nzuri sana katika kujifunza kwa sababu zinakupa maana ya maneno mengi sana ambayo huenda wewe hukuwahi kuyajua kabla. Kundi la 5 la application ni application ambazo zinatoa vocabulary tu. Kwa hiyo ukidownload application hii utakuta vocabulary kama cat, paka, dog, mbwa, house, nyumba na kadhalika, ila hautakuta video zozote za kujifunza wala hautakuta maandishi yoyote yakielezea masomo tofauti tofauti. Kundi la mwisho ni app ambazo ni bora zaidi kwenye hizi app zote ambazo nitaelezea hapa. Ni app ambazo unaweza ukauliza maswali na ukajibiwa pale pale. Hizi ni app ambazo zinatumia teknolojia mpya kabisa inayoitwa AI ama kwa kirefu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ni uwezo wa app kuongea na wewe moja kwa moja, kwa kumaanisha ya kwamba unaweza ukaiuliza app swali lolote na itakutolea ufafanuzi wa undani sana wa hilo jibu lako hadi wewe kuweza kuelewa. Na kwenye swali lako unaweza ukaiambia app moja kwa moja kwamba nijibu kama vile ni mtoto wa miaka 5, na app itakuletea jibu rahisi sana kama vile wewe ni mtoto wa miaka 5 na utaweza kuelewa kwa wepesi sana. Hii ni teknolojia mpya na haipo kwenye app zote. So, nilisema ya kwamba mwisho nitasema ni app ipi bora zaidi ya wewe kuweza kujifunza Kiingereza chako. Sasa imagine vile vitu vyote ambavyo nimevitaja hapa unavikuta kwenye app moja. Kwamba app hiyo utaweza kujifunza vocabulary, kwenye app hiyo hiyo utaweza kuuliza maswali na app ikakujibu
kama vile unaongea na binadamu mwenzako, na pia app hiyo inaweza ikakupa masomo kwa njia ya videos, na pia si hivyo tu, kukupa na maswali ambayo yataweza kukujenga uwezo wako wa kuongea Kiingereza ukawa vizuri sana. So ni app gani ambayo ni bora zaidi kujifunza Kiingereza? App hii inaitwa Easy English TZ, ambayo ndani ya app hii unaweza ukajifunza vocabulary, unaweza ukajifunza kupitia videos ambazo unamuona mwalimu na maandishi na kila kitu unakiona pale pale. Na si hivyo tu, ni app ambayo unaweza ukauliza swali lolote la Kiingereza na ukapatiwa jibu pale pale. Na si hivyo, pia unaweza ukatafsiri sentensi yoyote ya Kiingereza na ukapewa tafsiri yako hapo hapo, hata kama utataka na maelezo zaidi ya kwa nini hiyo sentensi imetafsiriwa katika namna hiyo. So unaweza ukawa unajiuliza, kuna gharama gani ya kutumia hii app ambayo ina vitu hivi vyote? Cha kushangaza ni kwamba app ina gharama pale tu utapotaka kuangalia videos bas, na gharama yake yenyewe ni 20,000 kwa mwaka. Ila kujifunza vocabulary ni bure, kuuliza maswali na kutafsiri sentensi yoyote unayotaka ni bure, na majibu pia utapewa hapo hapo. Sio hivyo tu, bali hata kufanya maswali yoyote ambayo utataka kufanya ni bure. Hivyo basi hakuna gharama yoyote isipokuwa tu pale ukitaka kuangalia videos. Watu wengi watafikiria ya kwamba basi vile vipengele vya bure vitakuwa vimejaa matangazo kama app zingine zinajaa video za matangazo ambazo zinakuwa zinakera sana. App hii ya Easy English TZ haina matangazo ya videos. Kwa hiyo vile vipengele ambavyo utakuwa ukivitumia bure vitakuwa bure bila matangazo. So app hii inawezaje kukujibu maswali yako yote ya Kiingereza? App hii inatumia teknolojia ya AI ama Artificial Intelligence kuweza kufikiria kuhusu lile swali ambalo umeuliza na kutoa jibu na maelezo ya kutosha kuhusu kila kitu ambacho utakuwa umekiuliza. Na tukija upande wa vocabulary, app hii inaweza kukusaidia kukalili vocabulary 20 kila siku. Ukimagine kama utaweza kukalili vocabulary 20 kila siku, ni vocabulary 600, na kufika miezi mitatu unaweza ukajikuta una vocabulary zaidi ya 1500. Na kumbuka ya kwamba kama utataka kuongea Kiingereza katika hali ya kawaida utahitaji vocabulary si chini ya 1500 ili uweze kuwasiliana na mtu mwingine na akuelewe. Sio tu hii app itakufundisha, bali pia hii app inaweza kupima Kiingereza chako na kukupa marks na kukupa ushauri wa kwamba kuna sehemu gani ya Kiingereza ambayo umelegea. Je, ni matamshi yako? Je, ni kusikia kwako kwa Kiingereza? Je, ni tenses zako? Ama ni vocabulary zako? Kwa hiyo mapungufu yoyote utakayokuwa nayo ukiingia hii app ukabonyeza jipime uwezo wako wa Kiingereza, utaweza kujipima na upate majibu. Dunia sasa hivi inahamia kwenye teknolojia, na kama wewe hautojisukuma kutumia teknolojia hizi kujifunza, basi utajikuta upo nyuma. Takriban ni watu zaidi ya 700,000 sasa Tanzania wanatumia teknolojia za applications za simu kuweza kujifunza lugha ya Kiingereza. Wewe kama hautotumia utakuwa upo nyuma, na hawa watu wote wataweza kukuzidi wewe katika Kiingereza ndani ya muda mfupi. Hakikisha unatumia application hizi kuweza kujifunzia. Swali kwako, je, umewahi kutumia app ya Easy English TZ? Na je, imewezaje kukusaidia wewe kujifunza Kiingereza? Nimewahi kupata message ya mwanafunzi wangu mmoja ambaye amewahi kutumia app hii na ikamsaidia sana katika kazi yake ya hotelini katika kuongea Kiingereza. Kwa ushauri zaidi, wasiliana na mimi kwa namba zangu hapa juu. Mimi naitwa Hassan. Uwe na siku njema, tukutane katika video ijayo. Asante.